Katika chaneli yangu, karibuni sana wafuatiliaji wangu wote wa Peter Knowledge TV. Hii hapa bwana, leo ni kwa ajili ya freelancer wenzangu wa Vodacom. Hata wewe freelancer mtandao mwingine karibu. Lakini hii hapa freelancer wote. So freelancer tunalalamika kwamba commission hazipandi. Tunalalamika kwamba commission hazipandi. Mara commission zinashuka. Nadhani ni kwa sababu tunapowasajilia wateja wetu line hatuwashawishi hatuelekezi baadhi ya huduma. So kuna baadhi ya huduma tukiwaelekeza, mteja mwenyewe akizifanya na commission inafanyaje, inapanda. Lakini pia kuna bonus. Tunapata bonus pale. Na huduma zenyewe ni kama hizi hapa. Unapomsajilia mteja bwana, inabidi kumshawishi huduma zifuatazo. Kuna huduma ya M-Wekeza, huduma za changisha. Sasa huduma za M-Pesa, kuna bidii unapomsajilia mteja muelekeze huduma mojawapo anunue vocha kupitia M-Pesa, afanye miamala kwenye M-Pesa, lakini atumie huduma ya M-Wekeza. Huduma kama hizo ndo huduma ambazo zinaweza kufanya kama freelancer commission yako kafanyeje, ikapanda. So tuzingatie hilo ndugu zangu. Tunaposajili line, unapomshawishi mteja basi anapokubali kusajili line ndipo unapomuelekeza na kufanyaje, kutumia hizo huduma, ajue jinsi ya kuzitumia hizo huduma. Unajua kitu kingine tunashindwa kuelekeza wateja ni kwa sababu ya vijiji tunavyotembelea. Unajua mafreelancer tunatembea. Kwa hiyo unaweza kutembea hapa ukaenda vijijini. Kwa hiyo mafreelancer tunashindwa kupata confidence ya kumuelekeza mteja kwa sababu ni anatoka kijijini, anaishi kijijini. No, muelekeze. Unajua wa kijijini sana ndo wale watu ambao wanafanyaje, wanatunza sana kumbukumbu. So ukimuelekeza vizuri, muelekeze vizuri kabisa, aelewe. Anaposajili line ajue na baadhi za huduma kwamba huduma hizi walisema na nikifanya hivi na hivi na hivi na napata faida gani. Unaona? Kwa mteja anakaa na kujua. Kwa mfano njia nyingine, sawa wa kijijini hawezi akatumia huduma za M-Wekeza labda na nini, lakini muelekeze basi hata kununua vocha kwa njia ya M-Pesa. Hiyo hapo inatusaidia commission yetu kupanda, lakini inatusaidia hata kupata baadhi ya bonus. Kwa mfano saizi kuna offer hii imetoka ya hizi M-Pesa report, wanazotoa report hizi za M-Pesa kwamba ndugu freelancer, wateja uliowasajili wateja kadhaa, waliotumia M-Pesa ni kadhaa. Kwa ukiwashawishi wateja, kwa mfano mwezi mzima umesajili wateja labda ni 50 au 100, wakakupa wateja 50 watumie M-Pesa, ujishindie labda ni kiasi cha shilingi 50,000. Unaona? Au shilingi 100,000. Unaona? Kuna wengine wanapewa hadi na zaidi. Unaona? Kama ukimshawishi mteja au ananunua vocha kupitia M-Pesa, katika wateja 100 uliowasajili, wateja 50 wakafanya miamala wakanunua vocha kupitia M-Pesa, wanakulipa sana kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo tuzingatie hilo mafreelancer wenzangu, tunapotembea mtaani. Najua tunataka namba. So tunaposaka namba, lakini tukumbuke kuwafundisha, kuwaelekeza wateja na hilo. Kwa sababu huwezi ukachukua kila namba ya kila mteja unayemsajilia ili umpigie simu kwamba naomba hapa tumia labda, maana kuna wateja wengine ukichukua namba zao ukianza kuwapigia simu wanahisi tayari mtapeli. Unaona? Kulingana na hali ya saizi jinsi ilivyokaa. Kulingana na hali ya saizi jinsi ilivyokaa, saizi matapeli wengi wanatumia simu, wanapigia wateja simu na wanawatapeli. Unaona? Kwa huwezi ukachukua kila namba ya kila mteja na ukaanza kumfuatilia. Unaona? Kwa njia hii tu ya kumuelekeza mteja na kumsisitiza, kwa ule ushawishi unaotumia kumshawishi mteja mpaka anakubali kusajili line yako, ndio utumie huo ushawishi kumshawishi mteja aweze kununua vocha kupitia M-Pesa. Ikiwezekana pale tunapomsajilia line, unapomsajilia line pale, muelekeze basi hata jinsi ya kufanyaje, mpe simu mwenyewe. Ukishawezesha line, mpe simu mwenyewe, muelekeze jinsi ya kununua vocha kupitia M-Pesa. Mpe simu, muelekeze ingia kwenye menu, kisha ingia kwenye menu, unamuelekeza kwamba kipengele hiki kikitoka hiki kinafuata hiki, unaweka namba ya siri, unathibitisha, unakuwa tayari umeshamaliza. Hivyo
mteja kesho na kesho kutwa hawezi akanunua vocha kwa ngua akaanza kuweka, anajua kabisa ni kwa kuwa nina hela kwenye M-Pesa basi nitaunga vocha kifurushi changu kupitia M-Pesa hii. Unaona? Maana kuna wengine wateja hawajui kutumia M-Pesa. Tunapowasajilia tunasajilia line, tunawekea vocha, tunaunga sisi wenyewe, tunaondoka, mteja anabaki na zile dakika tu anazitumia. The end of the day anafanyaje? Akishatumia anaenda ananunua vocha huko kutoka mteja toka umemsajilia ameweka vocha mara moja tu, amenunua vocha mara moja kupitia M-Pesa. Unaona? So inatukata sisi mafreelancer, ndio maana hata commission muda mwingine haifanyaje, haipandi. Lakini kitu kingine tuzingatie kwa wateja tunaowasajilia. Unajua kuna baadhi ya wateja tunawasajilia ndio. Mteja, angalia unapomshawishi mteja. Unajua mteja wa kukuita yeye na kumshawishi kuna utofauti. Mteja kuita yeye maana yake ana shida, ana nia ya kuitumia hiyo line, ana shida. Kwa hata kama mkimpa hiyo line ataitumia. Lakini mteja wa kumshawishi, tuje kwa upande wa wateja hao tunaowashawishi wateja tunaowashawishi bwana, tuangalie na wateja tunaowashawishi. Kuna mteja mwingine unamshawishi, lakini ukiangalia kwa upande wa kutumia line, kufanya matumizi ya line, hamna. Yaani ni kweli unamshawishi ana nida ndio. Unajua si mafreelancer sasa hizi tunaangalia nida, hatuangalii chochote. Yaani tunaangalia mteja ana nida. Unaona? Tukishajua kwamba mteja ana nida basi umeshamaliza kila kitu. Basi wewe unataka kumpa line. Lakini tuangalie tunapompa line, ile line ile itakulipa kupitia yeye, atafanya matumizi. Unaona? Kuna mwingine unaweza kumsajilia line zile dakika unazompa zile zikiisha basi na yeye ndio mwisho. Anaanza kusubiria ofa zile ambazo anapata za dakika 20 ndo aje aanze kuitumia. Unaona? Kutoa makini. Kuna wateja wengine tukiwasajilia, yaani mteja mwingine tu ukimwangalia tu kwamba huyu naweza nikamsajilia line ndio, lakini hana uwezo wa kufanya matumizi ya line. Uwezo wa kuweka vocha kwenye line hana. Unaona? Kwa hao na wenyewe wanachangia kutupunguzia commission, ndio maana commission haipandi. Una line 100, commission inasoma 50,000. Alafu bado tunaanza kuwalalamikia viongozi wetu. Unaona? Viongozi wetu wana shida na wana kazi kubwa. Unaona? Kwa tunapowalalamikia viongozi wetu tuangalie, je, hizi line nilizowasajilia, watu niliowasajilia ni sahihi? Wanafanya matumizi yote? Mbona kwenye ripoti inakuja kwamba wateja waliowasajilia kadhaa, waliofanya matumizi ni kadhaa? Mbona pale inakuja? Sasa kwa nini ulalamike wakati unajua kabisa kwamba wateja ambao hawajafanya matumizi ni kadhaa? Kwa nini unalalamika kwamba commission haipandi na nini? So tuzingatie hilo. Mteja tuhakikishe tunamuelekeza jinsi ya kutumia M-Pesa. Huduma za kwenye M-Pesa zile zote tunahakikisha mteja tunamuelekeza zote. Lakini kitu kingine, kuna baadhi ya wateja utakuta mteja kikubwa au umemkuta ana nida, ndio ana nida. Lakini mteja anakuambia nina line 3 au nina line 5. Bado unataka kumforce asajili line nyingine. Ujiulize, hizo line 5 nyingine anakuambia kabisa kwenye simu zipo 2, lakini nyingine hizi nimeziweka ndani, kwa hiyo anabadilisha. Alafu wewe tena unataka kumuongezea hiyo line nyingine. Wewe ushtuki kwamba hiyo line utakayomsajilia ikiisha vocha na yenyewe na maana ataenda kuipaki kama zilivyopakiwa nyingine. Hawezi akaacha kutumia line alizoziweka kwenye simu ambazo anajua ni za muhimu na anafahamika na watu, akaiweka line yako mpya ambayo unamsajilia. Unaona? Kwa mteja wa hivyo labda akuhitaji yeye kwamba ndio ni kweli nina shida na line, naomba nisajilie. Huyo atafanya matumizi. Lakini mteja anakuambia na line kadhaa, unataka kuforce kung'ang'aniza usajili line nyingine. I say hapo commission sidhani kama itapanda. Na hii hapa ni kwa ajili ya mafreelancer wenzangu wote. Karibu katika kipindi changu cha Peter Knowledge TV. Usisahau kushare, usisahau kusubscribe. Lakini endelea kunifuatilia kwa tactic kama hizi. Karibu sana ndugu mtazamaji. Share hii video na kwa watu wengine waweze kujua mafreelancer wenzetu wote
waweze kujua hili. Okay, asanteni sana.